Asante sana mwenyekiti. Leo nimekuja tena mbele yenu ili kuendelea kupeleka message kwa Watanzania ambao pengine hawapati taarifa kama ambavyo zilipaswa. Nitakuwa na mambo kadhaa ya kuyaeleza. Cha kwanza ambacho nitaanza nayo, nitaanza na kitu kinaitwa no reform no election. Ukiyasikia tu haya maneno unaelewa kwamba ni maneno ambayo yamelenga kuvunja katiba, yamelenga kuharibu umoja na utulivu wa taifa letu. Reforms ambazo Watanzania wangekuwa wanazihitaji zaidi ni maendeleo. Hakuna zaidi ya hilo. Na wanaosema no reforms no election, kuna wakati unawashangaa. Siku si nyingi tulikuwa tuna utaratibu, kuna mgombea anapita bila kupingwa katika nchi hii, na kuna watu wamekaa kwenye viti bungeni walipita bila kupingwa. Leo rais wa nchi, moja ya reforms zilizofanyika ni hiyo. Hakuna kupita bila kupingwa. Na jambo hili nafikiri rais amelileta kwenye wakati muafaka mno. Kwa sababu we unapokaa ina maana kuna mazuzu watupu. Yaani hamna mtu ambaye anaweza kuona hufai ama unafaa. Hakuna huo utaratibu. Tunahitaji reforms gani? Reforms ambazo Watanzania wanazihitaji ni maendeleo. Kwa hiyo kauli hii ukiangalia ni kauli ya kijanja ya watu walioshindwa kutaka kukimbia uchaguzi, na tuliwaambia ngadu kwa ngadu. Wakati uliopita tulisema hapa, sisi kama vijana wa Tanzania hatuko tayari kuona mambo yanasemwa ambayo yanaweza kuleta hatari kwenye nchi na sisi tukajifungia vyumbani. Hilo hatuko tayari nalo. Tunasema leo, kesho likitokea lingine tutawaita, tutasema tena. Kwa sababu sasa tumeona kwenye taifa letu kuna watu ni kama wamejimilikisha, wao ndo wanaweza kusema. Wengine mkisema watakupa majina fulani mabaya. Sasa tutakubaliana na hayo majina. Lakini utakapoleta neno lolote la kupotosha jamii yetu, la kudhani unaweza kusema tu kitu kinachoweza kuhatarisha amani na umoja wa nchi, tutakuja kulieleza. Kwa hiyo hii no reforms no election, ndugu zangu, ni kitu ambacho kinatamkwa na watu ambao wanajua kwenye election hakuwezekani tena, kwa sababu maendeleo yaliyoko kwenye nchi yetu ni makubwa ambayo rais wa nchi ameyafanya. Sasa kama kwenye uchaguzi hakuwezekani, sasa sababu zimekuja kwenye reforms ambazo mabadiliko ya sheria sijui za uchaguzi, maboresho yake, vyama vyote vilishiriki na yamefanyika. Leo wanakimbia. Na lengo kubwa hapa watu mulielewe, hawa wanavuruga amani ya nchi. Sheria za nchi hazitungwi na kikundi cha watu wachache. Hatuwezi kuwa na taifa ambalo watu 6 wanaweza kusema hiki kibadilike tu, halafu watu milioni 60 wanaona pako sawa. Haiwezekani. Sheria zinatungwa na bunge, na bahati nzuri wao walikuwa ni sehemu ya wabunge. Zikishatungwa bungeni, weidha uwe unazipenda ama uzipendi, utazifuata mpaka zitakapobadilishwa. Na sisi wananchi ndio tunaishi humo. Kwa mfano, leo hawa watu wanaosema uchaguzi sijui sheria utafanyika bila sijui kukubaliana nini na nini, najiuliza maswali. Mifumo hii tulionayo ilimweka Tundu Lissu miaka 10 bungeni. Ni mifumo hii tulionayo imemweka Freeman Mbowe tena akiwa mkuu wa kambi ya upinzani bungeni. Imemfanya Lema kuwa waziri kivuli wa mambo ya ndani. Sheria hizi ukishindwa tu ndo zinakuwa mbovu. Yaani ukishindwa ndo sheria zinakuwa mbovu. Kwa hiyo Watanzania tuko hapa kuwaambia, hatudanganyiki. 2025 Oktoba tutashiriki uchaguzi. Hii ndio kampeni ambayo tunailaunch leo.
hatudanganyiki, mwaka 2025 Oktoba tutashiriki uchaguzi, na usiposhiriki hiyo ni shauri yako, na watakaofanikiwa kushinda watakuongoza. Lakini jambo lingine ambalo ningependa kulizungumza ni mchakato wa katiba. Tumebakiza miezi michache kwenda kwenye uchaguzi. Na mtu anasema bila katiba mpya hamna uchaguzi. Huyu amerogwa. Uchaguzi sio matakwa ya kikundi cha watu wachache. Uchaguzi ni katiba mpya ni maamuzi ya wengi. Walio wengi wanasemaje? Hii katiba imeanza kuwa mbovu leo kwa sababu huko bungeni. Hii katiba imeanza kuwa mbovu leo kwa sababu huna fedha za kuendesha uchaguzi. Kwa sababu hiki ndicho ambacho Chadema wanakikimbia. Tumeona wote wameanzisha kitu kinaitwa tone tone. Milioni 64 waliopata waliifanyia mpaka place kwa siku 7. Chama ambacho kina uwezo wa kukusanya milioni 64 kwa siku 7 kinataka kuongoza nchi. Wakati juzi kumetokea uchangiaji hapa, wamechangisha Baba Levo na Mwijaku masaa mawili milioni 900. Kuna watu 64 wiki nzima. Milioni 64 haiwezi kuendesha uchaguzi. Na mimi nitawaambia, kwa sababu mimi nimekuwa Chadema. Hata kwenye vituo wanaosemaga tuliibiwa kura, sio kweli. Hatunaga hata hela za kulipa mawakala. Wewe wakala unamkopa, anakuhesabiaje kura? Kwa hiyo unapeleka mgombea, huna wakala, unataka kura zako. Kwa hiyo jambo la katiba kwa sasa nafikiri litasubiri mpaka uchaguzi utakapomalizika, kwa sababu hatuna muda, miezi ni michache, taifa linakwenda kwenye uchaguzi mkuu. Jambo lingine